Kutokana na sakata ambalo linaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Diamond kuwaibia wasanii tofauti nyota, sasa kuna hii listi ambayo inahusu wasanii 11 ambao waliweza kuibiwa nyota zao na Diamond Platnumz kwa mujibu wa yale ambayo mashabiki huko mitandaoni wamekuwa wakiyasema. Nimeona kuna hii listi hapa, kuna wasanii kama 11 hivi ambao wana trend kinoma kwamba hawa nyota zao ziliibiwa na Diamond Platnumz baada ya kuweza kuhit au kuonekana kwamba wana vipaji vya kuweza kufika mbali zaidi. Kila mmoja kuna namna tofauti ambavyo watu wanaongelea kwamba aliweza kuchukuliwa nyota yake. Nitakwambia hapa na nitakutajia hii listi in details kabisa uweze kufahamu nani yuko namba 1 mpaka namba 11 hapa, lakini kumbuka hii listi sijaitengeneza mimi, ni kutokana na listi ambayo ina trend huko mitandaoni. Sasa nataka nikutajie hapa alafu utakuja kuniambia kwamba unahisi nani hapa hakudeserve kuwepo na nani ambaye pengine amesahaulika kwenye hii listi, au unaungana na hao waliotengeneza hii listi au vipi. Sasa kabla sijaanza kukutajia hii listi hapa, naomba nikukumbushe muda wangu kuna mengi zaidi ambayo mimi nitakuwa nakusogezea hapa uweze kufahamu kile ambacho kitakuwa kina trend kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo point ya msingi kabisa ni wewe tu kuonyesha upendo. Tumia sekunde moja, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video ili uwe wa kwanza kabisa kupata updates za video mpya pale ambapo mimi nitakuwa nakusogezea hapa kupitia channel yetu ya Bongo Vibe. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Naomba nikukumbushe once again kwamba hii listi ni kutokana na kile ambacho kina trend huko kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo usichukulie serious kama ukajua kwamba ni moja kwa moja imekuwa confirmed ama imethibitishwa. Hapana, ni kutokana na maoni ya mashabiki huko kwenye mitandao ya kijamii. So bila kuchelewesha muda, tuanze na namba 1 ambaye anazungumzwa sana sasa hivi ni Jay Melody. Of course, tukio ambalo lilimfanya Jay Melody kuweza kuonekana kama vile amechukuliwa nyota yake ni baada ya kuweza kutoa ngoma ya Mapozi na Me featuring Diamond Platnumz pamoja na Mr. Blue, ambapo kwenye ule wimbo kuna lile tukio ambalo Diamond alifanya na kuweza kumshika Jay Melody kichwani. Ni moja ya tukio ambalo limekuja kuonekana kwamba ndio njia ambayo Diamond Platnumz aliweza kuitumia kuweza kuchukua nyota ya Jay Melody, na watu wanasema kwamba tangu pale mpaka sasa hivi Jay Melody amekuwa sio yule ambaye tulikuwa tunamfahamu before hajaweza kufanya ile collab na Diamond Platnumz. Lakini ukiachana na huyo namba 2 hapa kuna Rich Mavoko. Of course tunafahamu Rich Mavoko aliondoka Wasafi lakini hakuondoka kwa mazuri. Yaani kiufupi ondoka yake pale Wasafi ilikuwa ni ya namna tofauti kabisa, kiasi kwamba kulikuwa kuna mgogoro ambao ulikuwa unaendelea na mwisho wa siku alikuja kufanikiwa kutoka. Sasa Rich ni miongoni mwa watu ambao ama wasanii ambao wameweza kuwekwa kwenye list ya watu ambao walichukuliwa nyota zao na WCB. Ikumbuka kwamba tulikuwa tunaona alikuwa anasifiwa sana na Diamond Platnumz kipindi hicho yuko ndani ya record label ya Wasafi, na watu wakasema kwamba Diamond mwenyewe alikuwa anasema ama anamtaja kwamba Rich Mavoko ni miongoni mwa wasanii ambao ni icon kubwa sana kwa record label ya WCB, lakini pia kwa mziki wa Bongo Flava Tanzania. Ukiachana na Rich Mavoko hapa kuna namba 3 tunakutana na Kasimu Mganga. Kwa Kasimu Mganga hapa kuna tukio moja. Kwanza kabisa tunafahamu kuna kile ambacho alikizungumzaga Mwijaku kuhusiana na tukio la Kasimu Mganga kuweza kubusiwa miguu na Diamond Platnumz. Ingawaje tangu hapo alikuwa hajatoa ngoma yoyote ile pale, lakini huyu ni msanii mkongwe. Sasa Mwijaku alikujaga akasema kwamba Kasimu Mganga amechukuliwa nyota yake baada ya kuruhusu Diamond aweze kumbusu miguuni, kitu ambacho kwa jinsi anavyomfahamu Diamond na mambo yake basi ni dhahiri kwamba Kasimu Mganga kwa heri bye bye. So ameweka kwenye namba 3 hapa kama listi ya miongoni mwa wasanii ambao wameweza kuchukuliwa nyota zao na Diamond Platnumz. Namba 4 tunakutana na Jinako hapa, ambapo Jinako yeye ameweza kusema kwenye hii listi kutokana na kwamba tunafahamu kuna ile ngoma ambayo inaitwa Commando alitoa na Diamond Platnumz, ambapo kwenye hiyo track sasa watu wanasema kwamba tangu Jinako aweze kutoa ile track na Diamond ni kama vile ule moto wa Jinako tulikuwa tunaofahamu ukawa umepotea jumla, mpaka sasa hivi unaona Jinako huyu sio yule wa kipindi kile pale. Ukiachana na Jinako hapa, namba 5 tunakutana na Barnaba Classic. Tunafahamu kuna collab kadhaa ambazo ziliweza kutoka na kati ya Barnaba pamoja na Diamond Platnumz. Kuna ile ya Hadithi kipindi kile pale ambacho Barnaba alikuwa na yake ya Love Sound Different, lakini pia kuna hii collab inafahamika kwa jina la Salama. Ni ngoma ambayo Barnaba pia aliweza kumshirikisha Diamond Platnumz. Watu wanasema kwamba baada ya Barnaba kuruhusu Diamond kuweza kufanya naye collab, basi ndio ilikuwa mwanzo wa Barnaba kuweza kupotea, na mpaka sasa hivi akitoa ngoma ni kama vile hakuna kitu ambacho kimeweza kutokea. Lakini ukiachana na Barnaba hapa tunakuja kukutana na namba 6 tunamkuta Aslay. Ni miongoni mwa wasanii pia ambao
kama unakumbuka vizuri walikuwaga kwenye target ya kuweza kusainiwa ndani ya record label ya WCB kipindi kile pale. Lakini bahati mbaya zaidi ni kwamba ikaje katokea hiyo nafasi akaichukua Mbosso Khan. I don't know nini hasa ambacho kiliweza kutokea exactly, kwa sababu kuna mengi yaliyokuwa yanazungumzwa, lakini yote kwa yote hatuwezi kujua ukweli. Sasa licha kwa sababu Diamond alikuwa anamsemea vizuri sana Aslay na kusema kwamba Aslay kama angekuwa chini yake basi ni dhahiri kabisa kwamba angekuwa mbali sana, lakini hatujui nini ambacho kiliweza kuendelea baada ya pale, kwa sababu kulikuwa na karibu kati ya Aslay pamoja na Diamond Platnumz, lakini after then ni kama Aslay alipoteaga jumla mpaka leo hii tunavyomuona. Lakini namba 7 tunakutana na Ibra Nation. Of course huyu ni msanii ambaye kitambo kidogo kwenye game alipotea na ikafikia hatua sasa hivi ameokoka, amekuwa ni mlokole na haimbi tena. Huyu msanii kama unakumbuka kipindi kile ana hit na ngoma kama Niamini, Nieleze, Tabibu na ngoma nyingine nyingi sana. Ni kipindi ambacho Diamond alikujaga kamsemea kwamba Ibra Nation ni moja ya vipaji vikubwa sana kama wangepewa jicho la kuzingatiwa kwa undani zaidi, lakini kwa kuwa ndio hivyo tena hawajapewa nafasi, basi ndio maana wanaonekana hawafanyi kitu chochote. Lakini kumbuka kipindi hicho Ibra Nation alikuwa ana hit kinoma noma. Baada ya pale ngoma pekee ambayo Ibra Nation alikuja kutoa na ikaonekana kidogo ikapewa airtime ni ngoma ambayo ilitoka I think ilikuwa ni 2019 hivi, inafahamika kwa jina la Wangapi ni ama piano fulani hivi. Baada ya pale Ibra Nation ndio hatujawahi kumuona tena kwenye ramani ya muziki wa Bongo Flava, akawa amepotea. Lakini ukiachana na huyo tunakuja kukutana namba 8 Lynex Sunday Mjada, ambapo hapa Lynex ni kwanza ni wote ni wa Kigoma, Diamond Platnumz Kigoma, Lynex Kigoma. Sasa walitoaga ile collabo kama ambavyo tunafahamu ya Salima, lakini Lynex hakuchukua muda sana akapotea kwenye game la muziki. Watu wanasema kwamba Diamond Platnumz aliweza kubeba nyota yake. Sio huyo tu, tunakuja kukutana na Rayvanny. Of course tunafahamu Rayvanny mpaka leo anamappreciate sana Diamond Platnumz. Alitoka kwenye label ya WCB kwa uzuri kabisa, hakukuwa na beef lolote wala nini, lakini ile kutokuonekana Rayvanny yule wa Wasafi ambao ukiangalia ukijaribu kupima mzani Rayvanny yule na wa sasa hivi ni kama vile kuna tofauti. Yani Rayvanny wa kipindi kile kwa moto sana. So watu wanasema kwamba kitendo cha Rayvanny kuamua kujitegemea kilimfanya Diamond Platnumz aweze kuchukua nyota yake na vitu kama hivyo. Lakini namba 10 tunakutana na Ibra. Huyu ni baada ya kutoka Konde Gang. Of course ilikuwa ni story ndefu sana. Ulikuwa kuna production za hapa na pale. Alitoka kwa Harmonize ambaye tunafahamu ni mbaya wa Diamond kwa namna fulani kutokana na jinsi ambavyo jamaa alitokaga pale Wasafi. Sasa wakati Ibra alikuwa na ukaribu fulani hivi na Diamond Platinum baada ya kutoka Konde Gang, mpaka watu wakawa wanajaribu kusema kwamba huenda anataka kusainiwa WCB na vitu kama hivyo. Unakumbuka kipindi kile pale Ibra ametoa ngoma ya Copy and Paste. Ilikuwa ni kipindi ambacho paka Diamond akawa na promo hiyo ngoma ya Ibra, na mwisho siku mengi sana yaliweza kuzungumzwa kwa kipindi kama hicho hapo hivi. So watu wanasema kwamba kupotea kwa Ibra baada ya pale ni aliruhusu karibu na Diamond Platnumz, kitu ambacho kilikuwa ni kibaya sana. Mwisho wa siku nyota yake kabebwa. Wa mwisho kabisa hapa ambaye ameonekana akizungumzwa sana ni huyu msanii hapa mbele. Kabla sijakutajia huyu msanii, kwanza kuna wasanii wawili hapa. Amini mmoja ambaye ninasemekana kwamba huyu naye awe makini sana, kwa sababu akijaribu kuendelea kuchezea shilingi kwenye tundu la choo na yeye anaweza kapotea. Namba 11 ni Lava Lava, ambapo yeye inasemekana kwamba nyota yake ilishachukuliwa kitambo sana. Huyu ni msanii ambaye pale Wasafi ni kama vile alikuwa hapewi airtime sana, lakini ni moja ya wasanii ambao wanazungumzwa kwamba nyota yao ilishachukuliwa kitambo sana na Diamond Platnumz. Lakini ukiachana na huyo, kuna huyu msanii ambaye ameonekana watu wameonekana kumsema sana kwamba itabidi awe makini sana. Si mwingine ni Juma Jux. Juksi amekuwa akipewa tahadhari sana huko kwamba itabidi awe makini sana hiki ambacho anakifanya. Nyota yake imewaka sana, tunafahamu. Ukizungumzia kipande cha Nigeria anakubalika kinoma noma, hapa Bongo Tanzania na vitu kama hivyo. Kuna collab ambazo ameweza kutoa na Diamond Platnumz, kama sio 4 basi ni 3. Tunafahamu kuna Sugua, lakini pia kuna Enjoy, lakini pia kuna ile Joy. So kama kutakuwa kuna nyingine nimesahau, anyway utanikumbusha kwenye sehemu ya comment. Ni moja ya sanamba wanaambiwa kwamba itabidi wawe makini sana, kwa sababu kwa mujibu wa mashabiki sasa na waliotengeneza hii list wanasema kwamba Diamond ni mtu ambaye pale ambapo wanaona kuna fursa huaga hacheki na yoyote. So kama umesikiliza hii list mwanzo mpaka mwisho, tuambie nani ambaye alideserve kuwepo hapa hajawekwa, na nani ambaye amewekwa hapa lakini bado anaonekana yuko moto sana kiasi kwamba nyota yake haijaweza kuchukuliwa. Na tuambie pia maoni yako mengine ni yapi kuhusiana na hiki kwenye sehemu ya comment hapo, bila kusahau usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.